The diocese was born on the 1st of July, 1990. And we want to thank God for the far that He has taken us. The diocese has been in the leadership of the first bishop, late Moses, and the retired bishop, Bishop Henry, whom I know you know very well, and who is not able to come and be with us today. But he is here with us in his, because we can also feel His presence wherever He is. Now, the project that we undertook to do was immediately after consecration that you attended, and we want to say a very big thank you. That day remains in our memories, that you sat in the cathedral from the very beginning of the service. And it was another exciting moment when, as a diocese, we received the president and his deputy sitting together. We see the love you have for us. We have no doubt in our minds that you love Embu, and you remain our friend in addition to having you being our president. You are in our hearts. We love you because you have given yourself to be also a friend to us. When we were done with that service, we had a synod here in this college, and the members of the synod discussed a lot in terms of what is the way forward. And one of the things that they did, because I may not be able to enumerate everything that they said, was to transform that place where we are building this building to become a business center. Formerly, it was a place where the bishops were sitting. It was the office of the Bishop Gitari for 15 years, and Bishop Moses for 15 years. But we said we needed to pull that down because, again, it was a very old building. Even before it became an association building, it was operating as an hospital. And I can tell you, the governor who is seated just next to you, that is our birthplace. She was born there when it was a facility for health. So when we met here in 2015, people said we need to transform that place because it's light at the town so that we can have a business premises. A place where young people and our people in Embu can do business. And the journey started then. 2016, we had the first function to raise funds. And little by little, by last year, Your Excellency, you can imagine we had only raised 107 million, of course, including your very generous contribution that you brought to us, even when you are not present with us that day. We sincerely thank you. We could not have made it more beyond 100 million without the very contribution that you know you gave us. And in the month of February, our governor led us to break the ground together with the county commissioner. That building is now at the third slab. And we are hoping to go forward and make it at least 11 slabs. The foundation, we are told by the engineer, it can even be able to carry 18 stores. So the foundation is very firm. But our aim is at least to get it to 11. Now, when the BQs were done, Your Excellency, we were told this building will cost 350 million. And as I have said,
We started this year with 107 million. We have a deficit of 243 million. And we still have the faith and great hope that it is possible. I remember our discussions at one point, and you really encouraged me. You know, when you talked about 2 years, I was feeling like, oh, this is a project we have been repairing since 2016. And you remember my words to you. If you see it in 2 years, the people of the Diocese of Embu will be able to say this is a miracle. And true to it, we believe it will be a miracle, and I believe it will happen. Your presence here, with all the leadership that we have, those who have come to be with us, I know we have members of the business, people who are doing business in Embu. Together, I believe we can be able to do it. When your team came this week, we took them to the very place and they told us, the building is beyond the foundation. I remember our ones with you, that we will come this year and lay the foundation. And we were told you can only inspect. And we took it to heart because we respect what we are devised. Our plea to you is, now that we have not laid the foundation today, when the building is complete, Your Excellency, with all the humility, and I speak on behalf of the people of the Diocese of Embu, and I know also I'm speaking of the people who do businesses in Embu, kindly we request you to come and officially open that facility for us. Having said this, Your Excellency, allow me to stop there. And I want to invite the Governor of Embu County to continue with the program. We are happy. Our Governor is doing quite a lot among us. We know the commitment that she has moved with in the leadership of this county. And we want to tell you that yes, under her leadership, Embu is well. Our Governor, welcome and God bless you. Thank you very much, my Lord Bishop, Bishop David Mureithi, my Lord Bishops, the Bishop for Mbeere Diocese, Dr. Mashamba, and the Bishop for Nakuru, Bishop Mambo, the entire House of Clergy, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, President William Ruto, our CS is here present, CS Rebecca Miano, and CS Roko, our brother, Senator Mundigi Kavamo Digito Naga, PSS Tamoria, members of parliament here present, Mheshimiwa Karemba, Engineer Murioki, and our women rep, Double N Joki Wanjero, our county assembly led by the Speaker, Honorable Josiah Thiriko, and the majority leader, Mheshimiwa Kobole, the area member of the county assembly, Mheshimiwa Mwombo, parastatal heads here present, those that come particularly from Embu County, na wananchi watukufu wa Kristo wa Anglican na marafiki ambao wamekuja. Hamjambo. God is good and all the time.
Gedia yo Bwana asifiwe. Your Excellency, I want to take this opportunity on behalf of the great people of Embu County to welcome you most profusely for your visit, in your visit today here in Embu County. Nataka kukushukuru, Your Excellency, because today is not the first time you have visited Embu County as a president, and we do not take it for granted that you have been here 6 times since you became the President of the Republic of Kenya. You have come here to support us in our church efforts. You have come here to support us in our development endeavor as a county. Kwa hivyo tunataka kukushukuru kwa sababu tumekuona mara kadhaa ukikuja hapa Embu, na hiyo ni ishara ya kwamba you take Embu County very, very seriously and you love us deeply. May God bless you. Your Excellency, mahali uko hapa inaitwa Kegari. Kegari is a very historic ground in Embu County. Hapa ndipo the Anglican Church, this is where it all started. Na hapa ndipo wazee wa kwanza wa Anglican waliingia kwa Ukristo na wakaanza kueneza habari njema ya Kristo kila mahali. In fact, even those from Kirinyaga used to come from here, and they came here for teachings, they came here for training, and therefore it's a very important ground for us, not just as the Anglican faith, but also as a community. Your Excellency, this place is also very important. In fact, it is important, I tell you, my grandfather, my father's mother, alikuwa wazee wa kwanza ambao waliingia katika kanisa katika hapa Kegari. Kwa hivyo is one of the very old wazee ambao walikuwa katika hiyo maneno ya kueneza the Christian faith in Embu. Your Excellency, hapa tuko na a very historic and old teacher training college called Kegari TTC. And right now, Your Excellency, and the Bishop only told me that yesterday, in the last couple of years, the college went empty. And we became helpless and wondered what to do with this big facility. But after you came in and you established the task force, the education task force, the Kegari Teachers College was reopened again and is now offering diploma courses to teachers. And we now have about 2,000 students right here at Kegari Teachers College. And Your Excellency, I know your commitment kwa mambo ya shule, because I know since you became president, your government has employed 76,000 teachers across the country. Umeajiri walimu 76,000, the largest number of teachers employed since independence. Na najua ulituambia Friday kwamba you're going to be employing another 26,000. So we want to thank you for reviving this important institution where even my own mother trained as a teacher many years ago. She's now retired. Your Excellency, the other historic thing about this place is that this place is the training grounds for athletes. And for the longest time, our great athletes from across the country, especially so from the Rift Valley, they trained right here at Kegari grounds. And Your Excellency, you saw yesterday, a young lady called Beatrice Chebet got a world record. Last week, we had Faith Kipyegon Pia got a world record. They train here. My prayer would like you to kindly consider, through the sports fund, helping us establish a proper training ground for our athletes across the country, ndio watoto wetu wasaidike pia, because hata sisi tuko na wale wanakimbia, but they need good training. So if you can consider, please, Your Excellency,
We set up a good training ground here, some nice hostels, because hiyo ndio ilifanya watoroke. Juu walikosa mahali ya kulala mzuri. We will be very happy, Your Excellency. Sir, thank you for coming to help us build the church. Nataka kukurudisha kidogo miaka kama 4-3 iliyopita. One day nilikuuliza, because ulikuwa unapigwa sana juu ya kwenda harambe kwa makanisa. Na nikakuuliza, Your Excellency, why do you do this so diligently? Umechapwa, umeambiwa uache kwenda kwa makanisa, kupeleka kufanya harambe, and you continue. Your answer to me, true story, ilikuwa build an altar for yourself wherever you go. Hiyo altar ndio itakuwa inakulilia. Do that altar ndio itakuwa inakulilia wakati uko hatarini. And today you have come back again to Embu County to continue building an altar to God. Sasa, Your Excellency, mimi nimeona leo umekuja, and I want to thank you. Na niliona sasa umesema hata utajenga kanisa na pesa yako huko State House. Tuite harambe sisi watu wa Embu, tutakuja tukusukume. Kanate guando wako, ukituita tutakuja tukusukume uweze kujenga hiyo kanisa. Because this country is founded on God. And bila Mungu, and the bishop has preached very well this morning, atungefika mahali tuko siku ya leo. Sir, I'll be very brief because of time, but wacha niseme hivi. I want to thank you from the bottom of my heart, because when I became governor, I came to you and I told you, Your Excellency, nimekuta county ambayo iko na shida mingi sana, county ambayo iko na pending bills kubwa sana, pesa ile inatufikia sio mingi, na nikakwambia tafadhali of the rest of the leaders of Embu County, so that Embu County can move to the next level. Na kusema ukweli, hujaniangusha, hujaangusha hawa viongozi wako mbele yetu. Umeshikilia all the MPs in their development agenda, and you have never closed the doors for us as the leaders of Embu when we wanted to come and see you. Mimi nataka kusema asanti, and thank you very much for the work that you are doing in Embu County. Na ningetaka tu unipatie nafasi kidogo nikuelezee, nikukumbushe wewe na nilielezee hao wananchi wa Embu ambao napenda sana ile kazi umetufanyia hapa Embu County. Kwa hiyo ushirikiano uko nayo na sisi viongozi wa Embu County. Number one, Your Excellency, tuko karibu kumaliza County Aggregation and Industrial Park, mahali iko kule Mbere South, inaitwa Mashanga, ambayo inetumia 500 million Kenya shillings. Wewe mwenyewe, Your Excellency, ulitupatia 250 million. Sisi county tukatoa 250 million. I'm happy to report to you that Embu County is number 2 katika implementation kumaliza hiyo KAIP. Sisi tutakuwa the top 11 counties ambazo zitaweza kuanza kazi katika industrial park yetu. Hiyo industrial park yetu, Your Excellency, was your idea that we need to start doing value addition ndio tuweze kuuza mapato yetu kwa bei mzuri zaidi na wakulima wasaidike. Kwa hivyo katika hiyo KAIP tunaangalia value addition ya kahawa, value addition ya majani, value addition ya macadamia, value addition ya avocado, value addition ya asali, value addition ya ndengu na value addition ya muguka. Hiyo ndio tutafanya value addition.
And thank you Excellency, kwa sababu wiki iliyopita tuliandikiwa barua kutoka kwa ofisi yako, tukaambiwa tuandike hizo value chain zote, tunataka kufanya value addition, ndio wewe mwenyewe utununulie machine za kuanza kazi. Hiyo ni mzuri ama si mzuri? Asanti. Your Excellency, umeweka pesa mingi sana katika market Embu County. Umetuanzia na market ya ghorofa 4 ambayo, for your information Your Excellency, yule architect amechora building ya Anglican ile tunakuja kusupport leo, ndiye amechora hiyo soko ya Embu na hakutuitisha hata ndururu. Na hiyo soko ni ya 900 million. We are now at 56% completion. Tumeanza kufika ghorofa ya 3, tunaingilia ya 4, and I'm very sure hiyo speed ambayo inaenda, by latest early next year tutakuwa tunafungua hiyo soko. Tuko na soko iko Runyenjes ya 250 million. Tuko na soko iko Ishara ya 50 million. Tuko na soko ambayo inamalizika uko Makutano ya 50 million. Tuko na soko Karurumo ya 50 million. Tuko na soko ya Mbuvore ambayo ningetaka kukuambia imekwama kidogo. Tafadhali tuangalilie nini imefanya hiyo soko ikwame, lakini ilikuwa imeanzia, lakini kuna tatizo fulani, enda utufungulie hiyo shida, soko iendelee. Na Your Excellency, utatuelezea ni soko zingine ngapi utatuongezea zile tulikuambia wakati tulikuja Nairobi. Hiyo sasa wewe ndio utatuambia leo, kwa sababu umejileta kwetu. Utatuambia vile unatupangia hii mwaka. Kanateguo. Your Excellency, umetujengea stadium ambayo imesaidia vijana wetu sana pale Embu Town. Ukienda kama leo Sunday afternoon inakuwa inajaa. It has really enhanced our sports in Embu County. Na pia ikafanya mimi mwenyewe ni make a decision that in every sub-county tutakuwa kama Embu County government tukijenga stadium katika every sub-county. Runyenjes, Manyata, Bere North, Bere South na Mwea, so that our young people can be able to enjoy similar or close facilities to what we have in Embu. Your Excellency, tuko na project ya irrigation ambayo ni kubwa sana kule Kanywambora, inaendelea vizuri, and I want to thank you. Tuko na ingine iko kule New Kedemo na ingine inaitwa Mudhatare, na pia hiyo ilikuwa imekwama. I want to thank you because umepata a new contractor ambaye ataendelea na hiyo kazi. Tuko na project za maji ambazo tunajua zinakuja through African Development Bank, pande ya Runyenjes na pande ya Manyata, na ni project za pesa mingi. Nataka kukushukuru sana Your Excellency. Na tuko na project kubwa umeanza kule Mbere ya maji, inaitwa Mbere Bulk Water Project, the biggest project ya maji katika Mbere tangu Kenya iundwe. And I'm sure the Bishop Mashamba is happy with what is going on, because he has mentioned water to me 1,000,000 times. So Your Excellency, tuko na barabara zimeanzishwa hapa na pale za kura, na zingine ambazo tumekuelezea utusaidie. Hiyo sio mimi nitaongea, wewe ndio utatuambia ni nini unatupangia kwenda mbele pande ya barabara. Your Excellency, umeleta reforms katika coffee sector, tea sector, and for the first time tulipata mapato mazuri ambayo hatujawahi ona ya kahawa. There's actually a factory that paid 147 shillings a kilo hapa Embu County. Tuko na majani chai ambayo tulifikisha hata 60 shillings a kilo. Na tumekuambia Your Excellency, we would like you to support us ndio tuweze kuendelea na hiyo program. Tuna ile waiver ulituambia utatupatia katika coffee sector, utatuambia mahali umefikisha hiyo maneno, kwa sababu hao Wakristo pia ni wakulima. Pia umetusaidia pande ya maziwa, na hata kama tulikuwa tumeambiwa bei itakuwa 50 na kakua hapo kwa muda, imeanza kuteremuka,
na imekuwa ni shida kwetu kama wakulima. Kanategua ndo wetu. Pia bei ya chakula ya ng'ombe imekuwa juu zaidi na imekuwa shida kwetu. Bei ya semen, mbegu za ng'ombe ambazo zitasaidia tupate ng'ombe za kike za maziwa, pia tungetaka uangalie pande hiyo. Your Excellency, ningekuwa na mengi sana ya kukwambia, but that is what you have done so far in Embu County. Na najua ukitoka hapa utatuambia ni nini tena utafanya. Umetusaidia na fertilizer, shida ambayo tumekuwa nayo, na najua uko na mpango utatuelezea ni shida ya fertilizer kufika katika cooperatives zetu za kahawa. Tungetaka ile program tulikuwa nayo mbeleni, cooperatives wanalipa wote pamoja, fertilizer inawekwa kwa lori, tunawapelekea katika factory zao. Hiyo ndio tungetaka tuendelee nayo, Your Excellency, ndio watu wangu wasaidike. So Your Excellency, nimesikia Bishop preach hapa vizuri sana, akasema whatever you do, do it for the Lord. Umesikia hiyo mambo yote nimesema ile unafanya Embu County. Lakini huwezi kosa mtu atasema hakuna kitu umefanya. Mimi nataka kukuambia hivi, Your Excellency, whatever you do, do it for the Lord. Mungu atakupigania. Yule amefunga macho, Mungu atamfungua. Yule amefanya roho yake iwe ngumu, hataki kusikia kuona, Mungu ataongea na yeye. Keep holding on to the Lord, because hii kazi yetu ni ngumu. Hata mimi saa zingine naambia yangu hakuna kitu nimefanya. Hata unajua huku naitwa Karida juu ya kuvaa hizi torinda. Kuna wakati nilikuwa naambiwa ati kamera ruka. Sasa nikawaambia haiwezi kosa kuraruka kwa sababu niko kila mahali nikifanya kazi, na hao wamama wakaniambia nisijali, ikiraruka wako na shindano na uzi ya kufunga, hiyo imeraruka, ndio tuendelee mbele. So Your Excellency, I want to tell you this. There's a lot of pressure politically. Na mimi nimeambia watu wangu na nitarudia siku ya leo. Every government ambayo inachaguliwa kukaa miaka 5, alafu tunarudi kwa uwanja tena, tunaomba kura tena. Miaka iliyopita 5 tulipoteza wengi wetu viongozi wa Embu tulitoka kwa serikali. Tukapitwa na development, zikatupita kama tumeng'edia. Na sasa Your Excellency, kuna watu wananiambia tena tufanye kosa hilo tena, ati tutoke kwa serikali, ati tuende tukapigane nje, tupoteze miaka ingine 5. Ando wakwa mwena mogu niguo murenda uma. Nuna tuekanitha ria Ngai bera itu uma. Niambieni tu kweli, mnataka hii mambo tuendelee tushikane na Mheshimiwa President, ama tuanze vita ambayo haitusaidii? Tuendelee na Mheshimiwa William Ruto? Mnataka mimi nikae hapo ndave gotava maendeleo maembu? Sasa niwaulize, kwa sasa nikitaka lami, Mheshimiwa Karemba akitaka lami, Mheshimiwa Muriuki akitaka lami, Daboen Mondigito naga, tutapata kwa nani? Baba yetu ni nani? Na sasa juu mimi ni mama yenu, ni mwite maita mengi uria waige gotire kwanyu kwenekeo. Sasa baba yetu na mimi sijapiga makelele nikasema natoka. Sijasema baba yetu atusikizi. Sijasema baba yetu alitufungia mlango tukalala nje tukanyeshewa. Mimi nikienda kwake ananiambia unataka nini Karinda? Tiki. Gani ingine? Tiki. Gani ingine? Tiki. Gani ingine? Tiki. Lumuke na mbera nyume ndieko. Mnataka nitoke? Hizo vitu zote zitatoka wapi? Sasa niulize, mutatushikilia njameni? Ni mugotonyiterera?
Munataka tukae hapo na tusibaduke? Sisi wote tukae hapo. Monia ina njala, wacha tu nione kwa mikono. Mweyavata ndo wako na mwendo mundhima. Mweyavata na wapenda. Asanti sana. Sana zaidi. Kwa sababu leo nimeona watu wa Embu wameamua wako kwa serikali wapate ile watapata. Tutaongea hiyo mambo ingine 2027. Mheshimiwa William Ruto anajua kujiongelesha. Hata sijui kama kuna mwanasiasa anajua kuongea kama yeye. Anaongea mpaka anatoa nini kwa inaitwa kutoa nini kwa Anaweza kutoa nyoka pangoni akiongea. Anajua kujitetea. Anajua kuongea. Na ako na mwelekeo. Atakuja. Lakini kwa sasa tufanye nini? Kazi iendelee. Kazi iendelee. Hebu nione tena kwa mkono. So Your Excellency, come to Embu County without fear. Najua umewekwa, kuna watu wanajaribu kukuuzia uoga. Hata kuna wengine walikuwa wamesema ati hawezi fika hapa leo. Shetani ashindwe. Lakini ako wapi? Ameketi wapi? Anasaidia sisi wenyewe. Kwa hivyo ukuje hapa Embu County na ukuje tena na tena na tena na tena. Sisi tumeamua. Lunie ninakenanga ya muradime. Nilikuwa nimeambiwa I take over the program. Mike, can you advise me? Ndio nisiharibu protocol nda kuivitiria wikina uma. Me. Ndio nisiharibu protocol nda kuivitiria wikina uma. Asante sana. Sasa allow me to invite Mheshimiwa Muriuki kutoka Mbeere South to greet our people and just say one word. I please plead we take 2 minutes each kwa sababu ya muda. Karibu Engineer Muriuki. Muvorera ikarove. Na nimeona ulikuwa unajua mahali unakuja. Naona uko na fulana hapo ndani kwa sababu huku baridi ni mingi. Mpaka Mheshimiwa Rais ameniuliza kwani hapa tuko ni juu kiasi gani? Nikamwambia Mlima Kenya iko hapa. Kamwambia ungevaa sweta. Please. Karibu. Your Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, mawaziri wale wamehudhuria hii kanisa leo, wabunge wa County Assembly, wabunge wa National Assembly, viongozi kutoka serikali kuu, kanisa, the House of Bishops and Clergy. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Engineer Nebat Muriuki. Kristo ni Bwana, nimeokoka na mimi ni Mwanglikana. Bishop wangu ni Bishop Mashamba, yule mbele yako pale mbele. Kwa hiyo dakika moja nimepewa, mimi nataka kutoa shukrani kwa Mungu. Niseme ni asante sana kwa Mungu kwa vile sisi watu wa Embu tulipewa president na Mungu ambaye anatupenda. Kati huo tulipewa president na Mungu. Mungu ndiye anapeana viongozi. Naye wakati huu akatupea kiongozi ambaye anapenda watu wa Embu sana sana sana. Number 2, anatupenda na anatusikiza sana. Gavana amesema hapa, president amekunja Embu mara 6. Na kwa hiyo mara 6 kwangu Mbeere South amekunja mara 2. 1/3 of the times he has visited Embu County. Amekunja kwangu Mbeere South mara 2.
His Excellency the President akuja hapa kukunywa chai. Kanani hata au kagawera. Unajua wakati nilikuwa nimeketi pale nilikuwa nafikiria. Na wakati Yesu alikuwa anafanya kazi katika hii dunia. Hata wakati wa Sabato alikuwa anafanya kazi. Na watu wengine wanaacha kulalamika. Ati Yesu anafanya kazi siku ya Sabato. Na President pia anafanya kazi hata siku ya Sabato. Si sasa amekuja kazi. Unajua utasikia watu wakianza kulalamika. Tukitoka hapa wengine wataanza kulalamika. Mwe mukaralamika atenogire kuruta wera muthenya wa Jumapili. Your Excellency, mtindo yako ni ile Yesu alikuwa anafanya. Everywhere he went, he used to do good. Na pia wewe pali unaenda katika hii Kenya na sana sana hapa Embu, you always come to do good. Ukija kwangu Mbeere South unakuja kufanya kazi. Your Excellency the Governor amesema utakuja kusema ile mambo unatufanyia kwa sababu tulikuwa nawe just on Friday. I don't want to preempt, but we are very happy in Mbeere South. Vile umetushikilia sana na ya maji lazima niseme kwa sababu hata Gavana alisema. Umetushikilia kwa mradi ya maji na tumefurahi na tunasema hakuna mwingine ataweka historia katika Mbeere South isipokuwa ni wewe, His Excellency the President. Watu wa Mbeere wako hapa wengine. Watu Embu saidia watu wa Mbeere kupiga makofi. Asante sana. Nataka kumalizia nikisema hivi, Governor. Umesema hii institution ilikuwa imeenda chini. Na tukajua ilikuwa inaenda chini. Sisi watu wa Mbeere South sana my office, we sponsored students specifically to this place. Na tukasema hata wale wanafunzi walikuwa wanaenda kusomea nje, wakitaka kusomea Kigali tutawapea bursary. And we sponsored students, tukatoa students kutoka other institutions wakakuja hapa, and even right now as I stand here I have got about 150 students I'm sponsoring in Kigali. We have to make our institutions stand. Sisi tutaendelea kuleta wanafunzi hapa Kigali, na mimi namshukuru mwalimu mkuu wa hapa kwa sababu hata admissions huwa anafanyia CDF Kiretire. Alitupea hiyo nafasi, wale wamequalify wanakuja hapa, tunawafanyia admissions, tunawasponsor na wanakuja kusomea hapa. Your Excellency, wacha nitoe shukrani tena sana kwako kwa kukunja Embu County. Najua ulituahidi August unakuja, na mimi nakualika Mbeere South ukuje tuendelee na kazi. Asante sana na Bwana akubariki. Na huko Mbeere South tunasema 2027 ni express. Huko hakuna kupingwa. Tumekubali wewe ndio rais wetu. 2027 hakuna mtu ataongea sauti nyingine, ni kusema ni Ruto 10 bila kupingwa. Asante sana. Thank you. Asante sana Mheshimiwa. May I call upon Mheshimiwa Mushangi Karemba MP Runyenjes akuja aongea na wananchi. Karibu mweshi. Asante sana Mheshimiwa Rais, the entire fraternity of the clergy, Wakristo wote, Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asante sana. Asante askofu wetu, rafiki yetu Daktari David Mureithi kwa mwaliko wako. Uliniomba nikuje hapa na ukaniambia tuko na mgeni rais wetu, and nikaona ni vyema nije hapa kwa sababu hili kanisa la Anglican mmekuwa marafiki zetu sana, na nyinyi ni watu wazuri. Umekaribisha hata Wakorino kwa makanisa yenu, na zaidi ya hiyo mkanichagua nikawa mbunge wenu. Tungiedirwo wa mundu akathurwo ni andu wao, nie ndingio nie bunge tondu tutie ngitamwe, lakini kwa uwezo wa Mungu tunafanya kazi pamoja. Mheshimiwa Rais,
tunakukaribisha hapa sana. And we don't take it for granted that there are very many other places that you would have gone, but you chose to come and join the people of Embu. And it is not the first time or the second time. You have formed a habit of coming to Embu every now and then. And we wish to encourage you and to ask you, anytime you want to visit us, kuja, kwa sababu sisi ndio tulikuchagua na wewe ni kiongozi wetu. Now, I don't want to preempt mambo ambayo Mheshimiwa Gavana amesema, na ulitupatia nafasi ya kusemezana na wewe juzi na tukafurahia sana. Na ningependa nikushukuru kwa sababu wakati tulikuambia hii mambo ya SHA ina matatizo, ulisikiza na ukaanza kurekebisha. Hiyo jukumu ya kulipa kila kitu pamoja inatutatiza, na tungependa hapo tusaidiwe ili mambo iwe sawa. Mwisho, Your Excellency, I have very firm instructions from my people, especially wa hapa Kivoti. And for your information, Mr. President, Kivoti ni hapa chini tu, dakika 5 umefika. Hiyo sehemu imekuwa imeachwa nyuma kimaendeleo sana. Na ningeomba hii barabara yetu ambayo tumekuomba ya Kivwe Kivoti, Mheshimiwa Rais, ningeomba utupatie ile siku utakuja kutusalimia pale, ukitusaidia kutengeneza hiyo barabara, kwa sababu Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, President William Samoei Ruto. I want to also recognize all the cabinet secretaries present, the PSs, our governor who is here, and all the political class. Na andu wa Embu ninamukethia muriega. Bwana asifiwe. Tukethania iriera, God is good and all the time. Thank you, Your Excellency. Yangu yatakuwa machache kwa sababu ya muda, lakini pia tunakukaribisha hapa Embu County. Usikie huko nyumbani vile umetembea hapa mara 6, hata mara 7 na 8 na 9 na 10, usichoke kuja hapa Embu County. Sisi tunapenda wewe na tunapenda wageni. Ya pili, Your Excellency, kulingana na mhubiri wetu leo amesema mambo ya Nehemiah na Tobias na Sanballat. Nao watu ambao tumeambiwa ya kwamba they had a combined effort weka, si ndio watu wa Embu?
githeti mwe mukarora kigeranio na mundu akarivwa we musara na kuringana na wira wake na gute muti mucoku ukoragwo na matunda macoku. Every tree is known by its fruit. Kwa hivyo your excellency, usikate moyo, usive moyo. These people ni wangwana, watajua vile watafanya pale kwa debe, kwa sababu ile kazi utaendelea kuwafanyia hakika hawatakusahau. Ya pili tena, Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru kwa kwamba ile Friday tulikuja kwako, nilikulilia vile nilikulilia 2024 last year, na umekubali kunisaidia kujenga rescue center in Embu County, na ukaniambia nikuone baada ya wiki 2 unipange. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, asanti sana kwa hayo. Ya mwisho, tuko katika Kigari Teachers College, na vile governor amesema nitasema kitu tofauti. Mahali tumekaa hapa, Your Excellency, tunajua uko na mpango by end of December this year utakuwa umeajiri 25,000 teachers. Katika kikao hiki Kigari Teachers College wako na shortage ya 40 teachers. Kwa hivyo ukikubali tafadhali, ukipatia wengine usisahau Kigari Teachers College wanahitaji 40 teachers waweze kuendelea na vizuri. Ya mwisho, hapa Kigari Teachers College unajua Mheshimiwa Rais endelea na vizuri. Ya mwisho, hapa Kigari Teachers College unajua Mheshimiwa Rais umetupatia notice, na notice imeisha ya asbestos. Haya mabati inaitwa asbestos, na hapa Kigari pia wako na hiyo shida, na wanahitaji only 5 million wamalize mambo ya asbestos ile iko katika kikao hiki mahali tuko. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunajua mkono wako uko na kitu, mkono wako uko na mali, mfuko wako uko na pesa. Tafadhali fanya jambo tuweze umewasort, na tutasema asante sana na Mungu akubariki. Ya mwisho